Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wetu, tunamrudishia tena Mungu shukrani kutupatia muda ya kuwa tena pamoja kwa ajili ya neno la Mungu. Kama vile tulivyosema hapo mbeleni ya kwamba tutakuwa na somo ambalo litakuwa na vipindi vingi, somo la uzinzi na uasherati. Muda uliopita tumezungumzia sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, na leo tunaingia kwa sehemu ya 4 ya somo hili. Somo kubwa ni madhara ya uzinzi na uasherati, na kwa sehemu ya 4 leo tunazungumzia mapigo ya Daudi alipozini na mke wa Uria. Mapigo ya Daudi alipozini na mke wa Uria. Hii ndio sehemu ya 4 ambayo tunaianza leo, na hivi tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, utukuzwe. Utukuzwe sababu umetulinda tena na kutujalia neema ya upekee kupata muda wa kusikia neno lako. Jina lako litukuzwe. Huyu msikilizaji mbariki, Roho wako Mtakatifu azungumze naye, maana Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kweli. Hata neno hili linapata nafasi na kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yetu kama vile waamini, katika maisha ya wasikilizaji wote na watazamaji wote. Mambo yote mikononi mwako tunaacha tukiamini unasikia, utatenda, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Asante wapendwa, tunasoma mara moja neno la Mungu katika Biblia zetu kwa Samueli wa pili sura 12. Tuanze mstari wa 9 au mstari wa 9 na tushuke kabisa mpaka mstari wa 14. Tunasoma Samueli wa pili sura 12 mstari wa 9 mpaka 14. Kwa tafsiri hii Biblia inasema hivi: kwa nini basi umezarau neno langu mimi Yahweh na kufanya uovu huu mbele yangu? Umemuua Uria wa Hiti kwa upanga, ukamkamata mke wake kuwa mke wako. Umewatumia Waamoni kwa kumuua Uria katika vita. Kwa hiyo basi, kwa sababu umenizarau na umetoa mke wa Uria wa Hiti kuwa mke wako, mauaji hayataondoka katika jamaa yako. Sikiliza, Yahweh anasema, nitaleta hasara katika jamaa mwenyewe. Nitawatoa wake zako na kwa macho yako mwenyewe kumupa jirani yako, nao wazi wazi. Wewe ulifanya jambo hilo kwa siri, lakini mimi nitayafanya haya mbele ya Waisraeli wote wazi wazi. Basi Daudi akamwambia Nathani, nimetenda dhambi mbele ya Yahweh. Nathani akamwambia, Yahweh amekusamehe dhambi yako, nawe hautakufa. Hata hivyo, kwa sababu kwa tendo lako umezarau kabisa Yahweh, mtoto wako atakufa. Kisha Nathani akarudi kwake. Amen. Pendwa msikilizaji, tunaingia kwa sehemu ya 4 ya somo letu, mapigo ambayo Daudi aliyoyapata wakati ambapo amezini na mke wa Uria. Kuna dhambi zingine ambazo tunapozitenda tunamdharaulisha Mungu kulingana na huduma ambayo Mungu ametupatia, kulingana na utumishi ametupatia, kulingana na jina la kuitwa wana wake ambao ametupatia. Daudi Mungu amemtumainia kama vile mtumishi wake, kama mtu anayetenda sawasawa na neno la Mungu, kama vile mtu anayetenda kulingana na moyo wa Mungu, mtu anayempendeza Mungu. Lakini alipoingia katika dhambi hii ilikuwa chukizo kwa Mungu. Wanamwambia kupitia nabii Nathani, kwa sababu umefanya hivi, umenizaraulisha mimi Mungu. Kwa nini umemchukua mke wa Uria, Uria ambaye ni mtumishi wako, alafu umetoa mke wake, na baada ya kutoa mke wake umefanya njama za kumuuisha Uria katika vita. Juu ya ile Mungu anasema mambo 8 ambayo yatamupata. Ya kwanza, Mungu anasema mauaji hayataondoka ndani ya nyumba ya nani? Ndani ya nyumba ya Daudi. Ya pili, Mungu ataleta hasara ndani ya nyumba ya Daudi. Ya tatu, Mungu atatoa wake wa Daudi na kuwapatia mtu mwingine, naye atalala nao wazi wazi. Daudi akalia akaomba, Mungu nisamehe,
nimetenda dhambi. Mungu akamwambia nimekusamehe. Lakini hata hivyo ile mimba iliyoingia kwa mke wa Uria ile siku, ule mtoto hataishi, sherti yule mtoto atakufa. Mungu wetu atusaidie sana. Mpendwa, madhara ya uzinzi na uasherati ni mengi na ni mabaya sana katika maisha yetu, kama vile watumishi, kama vile Wakristo, kama vile waamini. Mungu atusaidie na akatilie mbali uovu huu, usipate nafasi katika maisha yako mpendwa, usipate nafasi katika maisha yangu. Hili ni ombi la kila siku katika Ukristo wako na katika utumishi wako. Daudi alipigwa kwa mapigo 4 wakati ambapo ametenda dhambi. Inataka kutuambia ya kwamba mtu anapotenda dhambi ya uzinifu, hata akitubu, hata kama ametubu, sherti mwili italipa. Yaani kutubu dhambi ya uzinzi haijakuepusha na mapigo. Hapa kwenye tumesoma Daudi alitengeneza, alilia, na hii ni mojawapo ya hali ya Daudi ambayo ilimtofautisha na watu wengi. Alikuwa mwepesi kwa kulia mbele za Mungu na kwa kuomba msamaha. Lakini hata hivyo Mungu alimwambia nimekusamehe, lakini haya mambo 4 sherti yapate nafasi katika maisha yako. Bwana wetu atusaidie sana na atuhurumie. Daudi, ukitaka kusikia upana wa maneno aliyoyasema wakati alikuwa analilia Mungu, alipozini na mke wa Uria na alipokuwa anatengeneza, unaenda kwa Zaburi ya 51 ule mstari wa kwanza mpaka mwisho. Ile Zaburi yote ya 51 ndiyo maneno Daudi aliyoyasema kwa urefu wakati alikuwa analilia Mungu amsamehe alipokuwa amezini na mke wa Uria. Lakini hata hivyo Mungu anamwambia nimekusamehe. Lakini hata kama nimekusamehe, haya mambo yatakupata. Bwana wetu atusaidie sana. Ndio maana ninasisitiza uzinifu, hata kama umetubu, umetengeneza, Mungu anakusamehe. Ukikufa unaenda mbinguni, lakini kabla ungali unaishi, sherti mwili utalipa. Ile mwili ambayo ilisikia raha ya kwenda ndani ya dhambi, mwili ikasikia kama vile imerizika, imefurahi. Sasa sherti ile mwili tena ilipe uchungu wa ile dhambi uliyoifanya. Ndio maana ametengeneza, Mungu anamwambia nimekusamehe. Hata hivyo kuna madhara yatakayokupata. Na watu wanauliza, je, mpaka sasa mtu akizini na ametubu, amelia mbele za Mungu, angali atapigwa? Jibu langu ni ndio. Umezini wewe, umetengeneza maisha yako na kulia mbele za Mungu, hata hivyo umesamehewa. Ukikufa unaenda mbinguni, lakini mwili utalipa. Na mifano iko nyingi. Ulikwenda kuzini, alafu umepata magonjwa. Wakati unakuja kutengeneza hiyo dhambi, unaombewa rehema mbele za Mungu. Mungu anakusamehe, ukikufa unaenda mbinguni. Lakini yale magonjwa tunapomaliza kuomba hayaruki, hayaondoki ndani ya mwili wako, unabaki mgonjwa. Bwana wetu atusaidie sana. Wewe umekwenda kuzini, ulikuwa binti bikira, unakwenda kuzini, unabikiriwa, alafu ukikuja kutengeneza, unaombewa, unasamehewa na Mungu, lakini hali yako haitarudi, mwili wako hautarudi tena katika hali ya ubikira. Ndio maana dhambi hii ni mbaya sana. Unapoitenda unasamehewa kama ukitubu na kukiri, lakini hata hivyo mwili utalipa. Bwana wetu atusaidie na atuhurumie sana. Mambo ambayo Daudi ameambiwa ya kwamba yatampata, Mungu alimwambia ya kwamba hasara au uovu, mie Mungu nitauleta ndani ya nyumba yako. Tuanzie pale, baadaye tutaenda kwa upanga, na baadaye tutaenda namna gani Mungu alitoa wanawake zake na kumpa mtu mwingine, na kwa mwisho tutaona namna gani ule mtoto alifariki. Yale maneno yote ambayo Mungu alimwambia, hata kama alikuwa amemsamehe, yalitimia. Tatizo la kwanza ambalo lilipata jamaa ya Daudi, hasara ama uovu. Mungu alisema nitaleta uovu ndani ya nyumba yako kwa ajili ya dhambi hii ambayo umeyafanya, kumtoa mke wa Uria. Njoo ukienda kwa Samueli wa pili sura 13 mstari wa kwanza, utakwenda kugundua ya kwamba Amnoni ni kijana wa Daudi, na pale kunakuwa binti pia Tamari, naye ni binti wa Daudi. Wote ni watoto wa Daudi, lakini wa mama tofauti. Huyu Tamari alikuwa anazaliwa na Absalomu,
Absaloma ndio mzaliwa wa kwanza wa Daudi. Alafu alikuwa anazaliwa na Absaloma na mama mmoja alikuwa amemzaa Absaloma na huyu Tamari, na mama mwingine alikuwa amemzaa Amnoni. Lakini Amnoni aligonjwa akapunguza kilo kwa ajili ya kumtamani dada yake. Katika ule mji Amnoni hakuona binti mwingine mrembo isipokuwa dada yake Tamari. Mungu wetu atuhurumie sana. Na marafiki zake, mnajua namna gani walifanya njama ya kumpatia mashauri ya kwamba umuite dada yako tu, alafu wakutengenezee mkate na utamkamata kwa nguvu. Yale maneno Mungu aliyoyasema yanataka kutimia. Ikakuwa kwamba kusudi uchungu mpate Daudi zaidi, Daudi yeye mwenyewe ndio alifika kuona kijana wake Amnoni, akamuuliza nini tatizo lako? Akamwambia tu ninahitaji dada afike kunitengenezea mkate. Alafu Daudi yeye mwenyewe ndio alikwenda kuambia binti yake Tamari ya kwamba kaka yako anakuhitaji umtengenezee mkate. Hii yote ni kwamba Daudi aweze kupata uchungu. Wakati huyu Amnoni alibaka dada yake, alimkamata kwa nguvu, na habari ilipofika ikaonekana ya kwamba Daudi naye alikuwa complice, sababu ni yeye ndio alikwenda kualika binti yake aende atengenezee kaka yake chakula. Mungu alisema nitaleta uovu. Tafsiri nyingine nasema nitaleta hasara ndani ya jamaa yako. Huyu Amnoni akamkamata dada yake kwa nguvu. Dada yake anamwambia hili jambo haliko sawa, hii jambo hairuhusiwe katika Israeli kutenda ujinga namna huu. Ukiwa na haja yangu, basi umwambie tu baba Daudi akupatie mimi katika taratibu. Hakuna. Kijana Amnoni akamkamata dada yake kwa nguvu. Bwana wetu aturumie sana. Habari ilipofika kwa Daudi, Daudi akakumbuka ndani ya ajenda yake ya kwamba Mungu alisemaka ataleta uovu au ataleta hasara ndani ya nyumba yangu. Mungu wetu aturumie sana. Uzinzi unaouchezea utaleta matatizo katika jamaa yako. Wewe baba ambaye umekuwa baba mzima, unafata wabinti wadogo, yale malipo yatarudia ndani ya jamaa yako mwenyewe. Mungu wetu atusaidie sana. Daudi akalipa ule uovu, ile maovu yakapata nafasi ndani yake. Watoto wanakuwa victim, wako wanaanguka ndani ya ule ujinga na ule uovu, ni kwa sababu baba yao iko na lipa ile ambayo aliyapanda kwa jamaa ya Uria. Mungu atusaidie sana. Jambo la pili, Mungu alisema upanga utaingia ndani ya nyumba yako. Upanga utaingia ndani ya nyumba yako. Wakati miaka imepita, huyu Absaloma ambaye alikuwa anazaliwa na mama mmoja na Tamari, akaambia Tamari dada yake ya kwamba mwenye amekutendea hili jambo ni ndugu yetu, lakini wewe utulie, iko siku mimi nitalipisha kisasi. Na muda ulipofika, baada ya miaka fulani, Daudi akafanya Absaloma tafadhali akafanya karamu nyumbani kwake, akaita ndugu zake wote, lakini ndani ya ile karamu akaambia watu wake wakazi ya kwamba nitakapowapatia taratibu, mfuatane sana ndani ya sherehe, mfuatane sana na Amnoni. Mnajua kwa miaka imepita, alimkamata dada yangu kwa nguvu. Sasa atakapokuwa amekwisha kulewa, nitawaagiza mumupige na mumuue bila kukosea. Watu wakazi wakasema ndiyo bwana, tunafuata. Sherehe ilianza. Amnoni yeye hajui nini ambayo inaendeka. Muda ulipofika, Amnoni ametumia mvinyo, amelewa. Alafu Absaloma akaambia watu wake wakazi, sasa muda umetimia, mumulipe ule ubaya aliyofanya. Mara moja walimpiga akakufa pale pale, na watu wakatawanyika ndani ya sherehe. Habari tena ikafika kwa baba Daudi kumwambia kwamba watoto wako wameuana ndani ya karamu, Amnoni ameuawa. Daudi tena akakumbuka ya kwamba Mungu aliniambiaka ya kwamba ataleta upanga ndani ya jamaa langu. Mungu atusaidie sana. Pigo la pili nalo likapata nafasi. Pigo la tatu, Mungu alimwambia ya kwamba ulitoa mke wa Uria kwa siri, lakini mimi wake zako nitawapatia mtu mwingine, naye atalala nao waziwazi. Sasa Mungu katika kumwadhibu Daudi kwa uzinifu aliyoufanyia mke wa Uria na kuuisha Uria, hakukamata mtu ambaye alikuzini na wake zake.
Ilifika muda ambayo huyu Absaloma anaanza kumwambia baba yake aache madaraka kusudi Absaloma sasa naye atawale kama mfalme, na ikaleta vikundi viwili tofauti. Daudi akakuwa na kikundi kimoja, na Absaloma mwana wake mkubwa naye akakuwa na kundi lingine na jeshi, na akaanza kubambana na baba yake mpaka baba yake akakimbia. Wakati baba yake amekimbia, mpendwa, akaacha wake 10 ndani ya nyumba pale Yerusalemu kapitali. Daudi akakimbia na vikosi vingine. Sasa wakati Absaloma amemiliki, amekamata Yerusalemu, mtu mmoja akampa shauri, jina lake Ahithofeli. Akasema, baba yako mpaka hivi anakamata maneno haya kama vile ni utoto, ni ujinga, anawaza tuko tunamtania, tuko tunafanya naye mzaa, lakini sasa kamata hawa wake zake ambao wamewaacha. Unapozini na hawa wanawake rasmi, habari itakapofika kwa baba yako atajua ya kwamba kumbe haiko mzaa, ni mambo ya kweli na ni mambo ambayo haiombi kufanya nao ziada. Biblia inasema ya kwamba lile shauri likawa kama vile linatoka kwa Mungu. Israeli wote wakashangilia, alafu wakamjengea Absaloma kajengo katante pale pale kwenye baba yake alikuwa wakati alionaka mke wa Uria, wakamjengea tante pale. Israeli wote walikuwa na wanakuwa napeleka mke umoja umoja wa baba yake kule kusudi Absaloma aweze kulala naye mchana kati. Wale wanawake wote 10 waliobaki ndani ya cour royal wote Absaloma akalala nao wazi wazi. Habari ilipofika tena kwa Daudi, Daudi akajua kwamba hii nayo Mungu aliniambiaga kwamba wake zangu atawapatia mtu mwingine naye watalala nao waziwazi. Mpendwa, wewe ambaye unafanya ujanja, kazi yako kuharibu ndoa za wengine kwa uzinifu na uasherati, kazi yako kuharibu mabinti wengine, itakapokupata ndani ya jamaa lako, itakapokupata ndani ya nyumba yako, utashangaa. Sababu uzinzi hata ukitubu mwili italipa. Mungu wetu aturumie sana. Hili ni jambo la tatu ambalo lilipata nyumba ya Daudi. Pale ni kwa Samueli wa pili 16:21 mpaka 22. Ukisoma utakuta yale maandiko namna gani Absaloma amelala na wamama zake 10 mchana kutwa kwa shauri la mtu aliyeitwa Ahithofeli. Na ile habari ya upanga ambayo iliingia ndani ya jamaa ya mtumishi Daudi inapatikana katika Samueli wa pili sura 13 mstari wa 23 kuendelea, lakini pia katika Samueli wa pili sura 18 mstari wa 9 mpaka 15 utakuta ile habari ya upanga. Yale maneno yametimia baada ya huyu Absaloma kulala na wake wa baba yake. Mshauri mwingine akasema ya kwamba natufuatilie Daudi mara moja mahali alipo kusudi na tumuangamize, lakini Ahithofeli tena akasema ya kwamba hapana, yeye ni mkali zaidi, na kwa mambo ambayo tumeyafanya tukimfuata, na ni mpiganaji mkubwa, atakuwa anatuchunga na halafu tutapata madhara. Lakini watu wote wakakataa tena shauri la Ahithofeli. Ahithofeli alipoona ya kwamba shauri lake limekataliwa hii turu, ijapokuwa yeye ndio alikuwa mshauri mkubwa, yeye ndio alileta shauri ya kwamba Absaloma alale na wake wa baba yake. Alipoona ya kwamba shauri yake ya pili imekataliwa, akakwenda kushinyonga. Bwana wetu atusaidie sana. Na wakaamua kufuatilia Daudi. Walipomfuatilia Absaloma, naye ilibidi afe, sababu maandiko yanasema alaaniwa naye funua utupu wa baba yake. Hii hali ambayo alikuwa amelala na wake wa baba zake ikawa imemtia ndani ya laana vile vile. Walikuwa wanapigana katika vita, maandiko yanasema ya kwamba miti matawi ikamshika na akabakia akilelea katika anga. Pale pale ndio alipigwa pia mishale, Absaloma naye akafariki. Upanga unarudia tena ndani ya jamaa ya nani? Ya Daudi. Na pigo la nne ambalo Mungu alimwambia ni kwamba yule mtoto ambaye aliingia ndani ya tumbo ya mke wa Uria ile siku, ule mtoto hataishi. Ndio maana mara nyingi kwenye matanga, kwenye mafariji wanatufundisha ya kwamba mtoto wa Daudi aligonjwa. Daudi akafanya wiki mzima bila kula na kunywa, anabaki ndani ya majifu, anavaa magunia akimsihi Mungu, Mungu amponye mtoto. Lakini mtoto alipofariki, wakashangaa kuona Daudi anavaa mavazi mazuri, anatumia chakula, ananawa. Watu wakajiuliza ni jambo gani hili? Daudi alikuwa anajua, alikuwa anaomboleza, lakini Mungu alikuwa amemwambia yule mtoto hataishi. Na hii ndio ilimfanya ya kwamba aliposikia mtoto amekufa, basi akaelewa ya kwamba basi
ile ambayo Mungu alisema kumbe imetimia. Mapigo yote mane yakapata nafasi. Ndiyo maana mpendwa, kwa somo hili tunataka kukumbusha ya kwamba dhambi ya uzinzi ni dhambi mbaya, maana hata kama mtu ametubu, mwili italipa, sherti mwili ilipe. Ndiyo maana tunakushawishi mpendwa, katika maisha yako ya utumishi, katika maisha yako ya kumtumikia Mungu, uzinzi usitajwe kamwe katika maisha yako. Uzinzi usitajwe, sababu ni dhambi mbaya. Hata kama mtu ameitubu anapigwa. Daudi alilia mbele za Mungu na Mungu akamsamehe. Tena ukitaka kusikia yale maneno nilisema, uende kwa Zaburi ya 51. Alisema maneno makubwa ya kumsifu ambayo huenda mimi na wewe hatujafikia hata kuyakiri wakati tuko tunaomba rehema kwa Mungu. Mungu akamwambia, nimekusamehe, lakini kwa ajili ya dhambi hii nitakupiga kwa mambo mane, na yale mambo yote yalimpata Daudi. Pendwa msikilizaji, tahadhari, fanya angalisho sana na dhambi ya uzinifu katika maisha yako, maana ina mapigo hata kama tumetubu. Ukiwa na maswali unaweza kuniita inbox na nitaweza kukufasiria kwa mengi zaidi, sababu hapa mara nyingi kama tukiwa kwenye semina tunapofundisha hapa kunatokea maswali kadhalika. Ukiona maswali ya kutaka kuelewa jambo lile unaweza kutuita na tutaweza kukupatia mafasirio kibiblia kwa marefu. Asante mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hii ndio pindi laini ambayo tulitaka kulizungumzia kwa somo letu. Mungu akubariki, Roho wa Mungu akujalie kuelewa na aendelee kukufunza zaidi. Epukana sana na jambo hili la uzinzi na uasherati katika maisha yako. Hivi tuombe. Mungu Baba, tumeshukuru tena kupata muda leo kuzungumzia neno lako kwa sehemu hii ya 4 ya madhara ya uzinzi na uasherati. Daudi amepigwa kwa mapigo mane, ijapokuwa alilia. Ulimwambia umemsamehe, lakini hata hivyo atalipa. Ndiyo maana huyu msikilizaji, huyu mtazamaji, mujalie neema, aepuke sana uzinzi na uasherati katika maisha yake ya kutumikia, ili madhara yasije yakampata. Roho Mtakatifu aendelee kumfundisha mengi zaidi. Roho wako aliye mwalimu aendelee kumfunulia mengi zaidi, na katika yote kila mtazamaji, msikilizaji, akamate uamuzi wa kuachana na jambo hili. Kama ameshindwa na kuingia katika jambo hili, arudi tena kukiri, kutengeneza, kuombewa rehema na aanze upya. Ninaomba nikiamini ya kwamba Bwana utakutana na huyu binti, utakutana na huyu mvulana, utakutana na huyu baba, utakutana na huyu mama, huyu mtumishi ambaye ni mtumishi lakini anaingia katika uzinifu kwa siri. Utakutana naye na atageuka, kwa jina la Yesu Kristo, amen.